Msikilizaji, hii leo tunaitazama sehemu ya 5 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kwa Heri Mke Wangu. Sehemu ya 4 tuliishia pale ambapo Salum yuko kwa rafiki yake mfanyakazi wa benki ambayo mke wake amekopa pesa na kuweka bondi nyumba ile ambao walikuwa wanakaa Salum pamoja na mke wake. Ni kipi ambacho kitajiri, kwani Salum hahitaji mke wake kwenda jela ama kupoteza nyumba yake? Sehemu ya 5 hii hapa. Tuendelee na simulizi ya kwake Salum akitueleza mambo mbalimbali ambayo anayapitia katika ndoa yake. Nilikuwa tayari kupoteza ile pesa, lakini si kupoteza ile nyumba wala kumwacha mama wa watoto wangu kuozea jela. Sikuogopa kuwa labda nikimaliza kulipa watampa mke wangu hati tena. Hapana, kwa kuwa ilikuwa na majina yangu. Walifoji mpaka sahihi kuonekana kuwa ni mimi nilikopa. Nipanga siku naweka rejesho la mwisho, basi naenda kuchukua na hati yangu. Niliendelea kulipa, sikumwambia mke wangu wala mchepuko wake. Nilifanya mambo yangu kimya kimya. Mke wangu alikuwa ndio kila kitu kwangu. Mimi ni mfanyakazi shirika moja la umma kubwa tu. Kama unavyojua huko kazini madili yanakuwa mengi tu. Kwa kuwa nilikuwa nampenda na kumwamini mke wangu, basi wakati wote wa ndoa yangu nilikuwa nikimwambia kila kitu, namna ninavyopiga madili, namna pesa fulani inavyopatikana na kila kitu. Alikuwa ananisikiliza na alikuwa anajua kila kitu changu. Lengo langu kubwa ilikuwa ni kumfanya kuniamini, lakini wakati mwingine nilihitaji tu mtu wa kuongea naye. Siku moja nikiwa kazini, walikuja vijana wawili waliomba kuongea na mimi. Mimi ni mtu mkubwa kidogo, si sana, lakini ni mtu mkubwa fulani hivi. Niliwakaribisha ofisini kwangu. Waliingia lakini hawakutaka kukaa. Waliniambia wamekuja na kutaka kuongea na mimi kwa heshima kutokana na cheo changu na kwa kuwa nilikuwa nafahamika na bosi wao. Hivyo aliwaambia wanichukue kiheshima. Walikuwa ni maofisa wa TAKUKURU. Walijitambulisha na kuniomba niongozane nao. Nilishangaa kwa nini, kwani kila kitu changu kilikuwa sawa. Wao walisema kuwa nahitajika, nitajua mbeleni. Nilitoka na kumuaga msaidizi wangu. Tukaingia kwenye gari yao tukaondoka. Walinipeleka mpaka ofisini kwao. Huko hawakunipokea kiheshima tena, bali kama mtuhumiwa. Nilihojiwa TAKUKURU kwa masaa 8. Nilipotoka pale nilipelekwa mahabusu. Kwa mwenendo wa mahojiano yao nilijua kuwa tayari mke wangu ashaongea nao. Mambo yaliyokuwa wanahoji kuhusiana na mali zangu yote yalitokana na mambo ambayo nilishamwambia mke wangu. Nilikaa mahabusu kwa siku 5. Nimeshikiliwa bila dhamana. Niliomba kuwa na wakili, lakini waliniambia bado si mtuhumiwa, wananihoji tu. Waliongea mambo mengi. Nikaona kuwa ni bora kwangu kutokuwa na wakili, kwani niligundua kuwa pamoja na mambo mengi walioambiwa bado walikuwa hawana ushahidi wa kunipeleka mahakamani. Baada ya siku 5 waliniachia kwa dhamana, lakini nilipotoka tayari nilikuwa nimesimamishwa kazi mpaka uchunguzi utakapokamilika. Kibaya zaidi, walifungia akaunti zangu zote, nikawa sina pesa. Biashara zangu zote zilifungwa. Kwa sababu ya kufungwa kwa biashara zangu, basi nilishindwa kupata pesa kwa ajili ya kulipa rejesho. Hapo ndipo nilielewa mchezo mzima. Baada ya kuona nalipa rejesho, ina maana kuwa isingewezekana wao kuninyang'anya nyumba yangu. Walikasirika na kutaka kunikamata ili tu nishindwe kulipa rejesho na nyumba yangu kuuzwa. Niliumia sana, lakini sikukata tamaa. Kila wakati nilikuwa najiambia kuwa Mungu ataleta njia. Muda wa separation order ulikuwa umeisha. Mke wangu alienda mahakamani kudai taraka. Sikuwa na pesa. Niliona kabisa nyumba yangu inaondoka. Hapo ndipo niliamua kufunguka. Mtu pekee ambaye ningeweza kumwambia akanielewa alikuwa ni dada yangu wa baba mkubwa. Yeye alikuwa anafanya biashara na ni mtu pekee ambaye nilijua kuwa anaweza kunishauri na kunisaidia hata kama atakuwa hana pesa. Nilimpigia simu na kuomba kuonana naye. Ni mtu ambaye tunaongea kila siku. Ananiuliza familia, namwambia iko sawa. Naenda kwake, ila mara nyingi anapotaka kuja kwangu namwambia sipo nyumbani. Hivyo kwa zaidi ya mwaka wa kutengana na mke wangu, si yeye wala ndugu zangu walikuwa wanajua.
Alikuja tukaonana na kumweleza kila kitu. Yeye ni mtu mzima kwangu kidogo na ana mwili wake umepanda vizuri. Wakati namwambia alikuwa ananiangalia tu. Ile namaliza kuongea alinitandika makofi kama 5 ya nguvu ya haraka haraka. Nikiwa na shangaa bado sijajua nini, aliniambia, nilishakuambia tangu zamani, mke wako umemdekeza sana mpaka amekuwa mpumbavu. Huo sio upendo, ni ujinga. Haya sasa, tushamalizana mambo ya ndoa yako. Nimetoa hasira zangu. Sasa niambie, unataka shilingi ngapi? Ukitaka kuachana hao watu, wewe maliza deni. Niambie unataka ngapi? Sina pesa, lakini dada yako najuana na watu, nimedanga sana. Nitaweka hata nyumba yangu dhamana kukusaidia na ujinga wako wote, lakini nitakusaidia. Umenitoa mbali. Kwenye familia yetu sisi ndio wenye akili. Ukifa wewe utaniachia mzigo mkubwa. Hii ngoma tunaimaliza kesho kimya kimya. Tunalipa deni lote, kisha tunaanza na hao TAKUKURU. Nilichokuwa nampendea dada yangu ni kitu kimoja. Akiwa na hasira, hata kama kashika chupa ya chai, basi atakupiga nayo kichwani, atakutandika, kisha hasira zake zinakuwa zimeishia hapo hapo. Alinisaidia mpaka kupata ile pesa. Baada ya kuipata, nilipeleka benki ili kulipa deni langu lote na kulimaliza. Mwanzo walianza kuleta mizengwe, lakini nilimwambia meneja kuwa achague moja, tumalizane au niende mahakamani, kwani kila kitu kilifojiwa na yeye anajua. Kwani mimi kama mchukua mkopo nilikuwa sijawahi kufika kabisa ofisini kwake. Hakuwa na namna. Tulivutana sana, lakini baada ya kama wiki 2 kila kitu kilikamilika. Wakanirudishia hati ya nyumba yangu. Kazi ikawa kwa TAKUKURU. Walinisumbua sana, hawakuwa na ushahidi wowote. Nilikaa miezi 6 nazungushwa, nikuitwa kuhojiwa, lakini mwisho waliniachia. Pamoja na kwamba nilikuwa namwambia mke wangu kila kitu, lakini sikuwa mjinga kiasi hicho. Nilikuwa nafanya mambo yangu kisomi, na kubwa zaidi, makaratasi yangu yalikuwa vizuri. Hakukuwa na ushahidi wowote. Mali zangu zote zilikuwa zinaelezeka, kwani nilikuwa na biashara 2, nalipa kodi na kila kitu kilikuwa kinaonekana. Mpaka namaliza yote hayo, ndugu zangu wote walishajua kuwa nimeachana na mke wangu. Hawakujua sababu, lakini walijua hatuko pamoja. Kama kawaida, ndugu wakishajua kuwa ndiyo umeachana mtu, basi wanaanza kumponda na kukulazimisha kuwa umuache. Mimi sikuwajali pamoja na yote, lakini bado nilikuwa sipo tayari kumuacha mke wangu. Yeye alikuwa anang'ang'ania sana talaka. Baada ya ule mchongo wa nyumba kushindikana, waligombana na mwanaume wake. Waliachana, mwanaume akarudi kwa mke wake. Mke wangu alikuwa hana biashara, nyumba zina majina yangu, hivyo akawa hawezi tena kuziuza au kuchukulia mkopo. Maisha yake yalikuwa hayaeleweki. Mara kwa mara nilienda kuongea naye kumuomba ili turudiane, nikidhani labda kajifunza kuwa maisha si rahisi kiasi hicho, lakini hakukubali. Aliishia kunitukana akisema hanitaki. Kikubwa yeye alichokuwa akiongea ni kuwa anataka talaka yake ili tugawane mali, awe na maisha yake mwenyewe. Mke wangu alikuwa kachoka sana mpaka namwonea huruma. Kibaya zaidi, alianza kunywa pombe, akawa ni mtu wa kukesha klabu usiku. Hali hiyo ilikuwa inaniumiza sana, kwani bado nilikuwa nampenda, na kikubwa zaidi, wakati wa likizo alikuwa akikaa na wanangu. Hivyo kuharibikiwa kwake ilimaanisha kuwa wanangu wanaharibikiwa, kitu ambacho kwa kweli sikuwa tayari kukiona. Ndugu zangu walikuwa wananishawishi sana kumuacha. Ilifika kipindi hata mama yangu tukawa hatuongei. Kila mtu alidhani nimelogwa, lakini nilifanya kitu kwa ajili ya mama. Sikutaka wanangu kuteseka kwa kuwa tu nimeshindwa kusamehe. Lakini baada ya kuona kuwa haiwezekani, nilikubali kutoa talaka ili kila mmoja awe na amani. Mimi nikawa nipo tayari. Ishu ikaja mahakamani. Bado wakawa wanatuzungusha kutokana na kushindwa kuelewana kwenye mgawanyo wa mali. Baada ya mimi kukubali, tulisumbuana kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ishu ilikuwa ni mke wangu na ndugu zake. Mwanzo walikuwa wanataka mgawanyo sawa, kila nyumba na biashara. Mimi sikuwa na shida, ila walitaka mke wangu ndio abaki na watoto. Niligoma kabisa kuachia watoto wangu, lakini baadaye niliona watoto wanateseka.
kwani tulikuwa tunasumbuana hapa na pale. Nikasema sawa, tutagawana, na kwa kuwa ni mama yao basi atabaki nao. Lakini tunafika mahakamani, mke wangu kabadilika kabisa. Akaanza kusema anachotaka kila kitu kiuzwe, tugawane pesa. Niliona ujinga, siwezi kuuza nyumba zangu kisha nichukue pesa. Tukasumbuana mpaka nikasema hapana. Tulisumbuana mpaka ikafika hatua nikachoka. Nikamwambia kama unachotaka ni mali ziuzwe basi ziuzwe, tugawane pesa. Hapo hapo alikataa. Akaanza kusema mimi na ndugu zangu tumepanga kuwa wakiuza vitu basi nunue mimi, tumepanga kumzunguka. Hali ile ilikuwa inanitesa sana. Niliamua kukaa kimya. Baada ya sisi kushindwa kuelewana, mahakama ilipanga siku ya kutoa hukumu na kuamua mgawanyo wa mali uweje. Zikiwa zimebaki kama wiki 2 hivi kupewa hukumu, mke wangu alikuja nyumbani nilipokuwa naishi. Bado nilikuwa nimepanga tu chumba na seble. Alikuja na kugonga mlango. Nilimfungulia na kumkaribisha. Tangu kutengana ni mara ya kwanza kabisa tulikuwa hatujawahi kukaa sehemu moja na kusema tunaongea. Mara nyingi ilikuwa tunagombana, matusi na vitu kibao, lakini siku hiyo alikuwa mstaarabu kabisa. Alikaa na kuanza kuniomba msamaha. Mimi nilimsikiliza tu. Akaongea sana kisha akamaliza. Ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Sitaki kuchukua hata shilingi. Hata kama hutanisaidia, utaniacha. Nataka mali zote zibaki kwa jina lako. Mimi siwezi kutunza mali, zitapotea. Au tuandike majina ya watoto wetu ili usimamie wewe. Nimechezea maisha sana. Siwezi kuishi bila wewe. Siwezi kuishi na hizo mali. Hakuwa akilia, alikuwa anaomba msamaha na alionekana kumaanisha. Aliongea mambo mengi sana, mambo yaliyopita, jinsi ambavyo marafiki wamemdanganya na mambo kibao. Nilimsikiliza sana, lakini sikutaka kufanya maamuzi. Nilimwambia aondoke, anipe muda wa kufikiria. Aliondoka na kuniaga huku akiniambia kuwa hahitaji tena mali zangu, ananihitaji mimi. Hivyo hata kama akipata talaka basi hatachukua chochote. Kusema kweli, bado nilikuwa nampenda mke wangu. Pamoja na mvutano mwingi, lakini nilikuwa nampenda, na siku zote niliamini kuwa atarudi. Lakini bado sikutaka kumwamini. Nilihisi labda kuna mchezo anaucheza. Sikumwambia mtu yoyote, nilitaka kumchunguza kwanza. Baada ya kama siku 2 hivi, nilimuita nyumbani kwangu akaja. Tukaongea, nikimuuliza kuhusiana na uamuzi wake. Nilikuwa na mdodosa kutaka kujua kama ni kweli kabadilika au la. Siku hiyo alikuwa mchangamfu sana. Nilifurahi kampani yake, kwa maana hiyo wiki 2 zote alikuwa anakuja kwangu, na bila kujijua wala kupanga tulijikuta tunaanza kukutana kimwili. Sikuwa nimemsamehe, lakini nilitaka kumchunguza kwanza. Tuliendelea hivyo mpaka zikiwa zimebaki siku 2 kabla ya hukumu. Alikuwa ananiomba sana tuiondoe kesi mahakamani. Mwanzo sikutaka, lakini niliongea na wakili wangu kuhusu kuomba kuahirisha kwa hukumu, kwani kuna mambo ambayo tunaweza kuweka sawa. Kweli iliwezekana, ingawa kesi ilishasumbua sana, lakini alikuwa anafahamiana na hakimu. Ikasogezwa mbele kidogo. Nilipopata hizo habari, niliamua kwenda kumwambia mke wangu. Nilikuwa naenda nyumbani kwangu alipokuwa akiishi yeye na mdogo wake, dada wa kazi na ndugu zake wengine 2. Kufika alikuwa hayupo. Kila mtu alinishangaa, kwani ni muda sana nilikuwa sijakanyaga kwenye ile nyumba. Binti wa kazi alikuwa ni mpya, nilikuwa simjui. Ndugu zake wengine nao nilikuwa siwajui. Zaidi ya kuniona, mtu pekee niliyekuwa nafahamiana naye alikuwa mdogo wake wa kike. Kipindi natengana na dada yake, alikuwa tunaishi naye na alikuwa sekondari. Alifurahi sana kuniona. Unajua, ile furaha ilikuwa kama ya kuchanganyikiwa kabisa. Alinikumbatia muda mrefu, akanikaribisha, akawa kama alikuwa na mambo mengi anataka kuniambia lakini hawezi. Shemeji, umerudiana na dada? Mbona umekuja hapa? Aliniuliza. Sikutaka kumjibu, lakini yeye aliendelea. Nimemsikia mama akisema akurudie, lakini usirudiane naye. Usirudiane naye.
acha kuwasikiliza. Hivyo ndivyo tunaitamatisha sehemu ya 5 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Kwaheri Mke Wangu. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hizi. Kwaheri Mke Wangu.